Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya sana wakati huu ambao tumepata kibali kuanza kipindi chetu kwa siku ya leo. Mungu ametupa neema ya kutuamsha salama. Kabla ya mambo yote, tunaomba tumuite Mungu, tumkabidhi kipindi chetu ambacho tunaenda kuanza saa hizi. Tuombe. Asante Baba yetu na Mungu wetu, tunalibariki jina lako Mfalme, jina lipitalo majina yote. Kwa jina hilo umetupa uhai, umetupa uzima, umetuamsha tena salama kwa siku ya leo. Asante Baba yetu, tunakualika kwa sana wakati wa kipindi hiki. Roho Mtakatifu utawale, utufundishe wote, mataifa yote. Tupo tayari kukusikia kupitia Roho wako Mtakatifu. Nitumie kama chombo, nami najimimina mbele zako nikinyenyekea chini ya kiti chako cha enzi. Nitumie kama upendavyo Bwana. Roho Mtakatifu atumie akili zangu, maneno yangu, kinywa changu kutufundisha kupitia neno lako Bwana. Katika jina la Yesu Kristo tuomba na kushukuru. Tamaraki Mfalme. Amen. Karibuni watu wote katika kipindi hiki kizuri ambacho tunatumia kufundisha watu wote, lika zote, sio wanawake tu, na watu wote, kwa sababu neno la Mungu ni kwa ajili yetu sote. Japo kuwa tutaongelea habari za wanawake sana, lakini ninakukaribisha baba, mama, kijana, uchukue kalamu yako na daftari. Wewe unayenisikiliza, uchukue notes ambazo wewe zile point utakazosikia zimekugusa. Mungu akusaidie kwa hizo, utaandika. Kipindi chetu kinaitwa Moyo wa Malkia katika chaneli yetu nzuri ya Healing Media. Karibuni watu wote. Jina langu naitwa Mchungaji Devota Sema Kweli. Karibuni sana, tujifunze wote, hata mimi najifunza. Karibuni. Somo letu la leo linaitwa kujitambua kabla ya ndoa. Sasa hapa utaona taendelea kuongea, tunaweza tukasema ni pande zote mbili. Kujitambua kwa kijana wa kiume, kujitambua kwa binti wa kike ambaye anaitwa mwanamke. Bwana apewe sifa sana. Kwa hiyo tunajifunza wote habari hii nzuri kwa kadri Roho Mtakatifu atakavyotusaidia. Kabla ya kumpata mwenzi wako wa maisha, anza kwanza kujipata wewe. Ukijipata wewe, ndio utaanza sasa kufikiria mambo mengine. Kabla hujajielewa, huwezi ukaingia kwenye jukumu ambalo we mwenyewe hujui kama unaenda kwenye jukumu au unaenda kwenye starehe. Watu wengi wanatumia ndoa, wanadhani kwamba wanaenda kustarehe. Hasha, ndoa ni majukumu. Na hii ndoa ndio Mungu alipoangalia akaona kuongeza kizazi. Na kama ni kuongeza kizazi, kuzalisha vizazi na vizazi, lazima uwepo majukumu. Na majukumu haya ni ya wote wawili. Maana ya kujitambua. Kujitambua ni uwezo wa kujielewa wewe binafsi, kujipambanua, kujitambulisha kwa matendo yako, kwa mawazo yako na usemi wako, na kujitambua kuwa wewe ni wa thamani sana mbele za Mungu, na akakuchagua akakuweka kwenye eneo hilo. Mungu alipotuumba hatukumuomba, lakini yeye alipenda kutuumba kama mwanadamu
ili kwa uwezo wake, kwa nguvu zake tuongeze vizazi. Alipenda hivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaweza tukasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27 mpaka 28. Biblia inasema, Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mume na mwanamke aliwaumba. 28. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Bwana apewe sifa sana. Tunaona Mungu wetu aliamua kuumba, akasema zaeni muongezeke. Kwa hiyo kabla ya kuwa umeenda kuzaa, umeenda kuongezeka, lazima uwe umejitambua, uwe na akili timamu na uelewa kwamba ninachokiendea ni majukumu yangu ambayo nimekabidhiwa na Mungu. Haleluya. Ni muhimu kila mwanamke, mtoto kujitambua kwamba yeye ni wa thamani sana. Ajivunie na kuona fahari kuwa Mungu alimuumba kwa mwanamke. Haleluya. Tunayo kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kutuumba tofauti na mwanamume, tofauti na viumbe vingine vyote alivyoviumba, akatutofautisha kabisa kama wanawake. Mungu aliweka maarifa yake yote kwa mwanamke. Lazima mwanamke awe na furaha kwamba Mungu alimchagua kuwa kwa kusudi jema. Haleluya. Zaburi 139. Tunayo kila sababu ya kumshukuru Mungu kutuumba hivyo. Zaburi 139 mstari wa 14. Biblia inasema, nitakushukuru kwa kuwa umeniumba kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu, nafsi yangu yajua sana. Kwa hiyo mwanzo nimetangulia sema ni muhimu kila mwanamke mtoto au mwanamke mtu mzima ajitambue kwamba yeye ni wa thamani na kuona fahari hivyo. Mungu ametuumba kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha sana. Kwani Mungu ametukabidhi kama wanawake kutunza uhai wa mwanadamu. Si kitu kidogo. Mungu alipoweka maarifa yake kwamba mwanamke atambeba mwanadamu, amtunze tumboni, amtoe ulimwenguni, amlee mpaka awe mtu mzima. Kutunza uhai wa mwanadamu ni jambo la ajabu na kutisha sana. Ukiangalia maumbile yetu, wanaume wana matumbo na sisi wanawake tuna matumbo, lakini kwa nini alifanya kwa jinsi ya ajabu ya kutisha? Ni kwa sababu alimwekea mwanamke malengo ya kutunza uhai wa mwanadamu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tumepewa tofauti. Kwa hiyo hakuna mwanamke ambaye anaweza akajidharau kwamba mimi ni mtu daraja la pili au ni mtu ambaye sifai. Hapana. Kwa Mungu wewe ni chombo cha thamani sana, na amekuchagua kwa kusudi jema. Ametuumba kwa kusudi jema. Tunaona pale mwanzo Mungu alipomuumba mwanadamu, hakuna upendeleo aliyosema kwamba nimempendelea Adamu yeye awe hivi au awe hivi. Hapana.
mwanamume alipewa maumbile yake ya kumwezesha kutekeleza majukumu yake ya kufanya kazi za nguvu ili kutunza familia yake. Utaona tofauti hapo ni kwamba Mungu alitofautisha hivi kwa sababu ya majukumu. Kila mmoja akapewa majukumu yake. Haleluya. Mwanamume akapewa majukumu yake. Tukisoma katika Mwanzo 3:17 anasema mwanamume atakula kwa jasho. Wewe tupasome hapo. Kwa hiyo majukumu yakagawanywa hapa. Utaona utofauti, ndipo tuanze kutiririka kwenye kujitambua. Mtu ukijitambua hautakuwa na tashwishi. Hata ukiingia kwenye ndoa yako haitakusumbua. 3:17 ni jukumu la mwanamume. Mpaka 19 akamwambia Adam, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema, usiyale. Ardhi imelaniwa kwa ajili yako, na kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. 18 michongoma na miiba itakuzalia, nao utakula mboga za kondeni. 19 kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Kwa hiyo kusudi kubwa ni kwamba kwa jasho lako utakula. Haya ndiyo majukumu ambayo Mungu alitofautisha kati ya mwanamume na mwanamke. Hakuna upendeleo hapo. Bwana apewe sifa. Hakuna upendeleo. Hakuna cha kusema kwamba huyu ni wa thamani sana mbele za Mungu kuliko huyu. Hapana, hakuna cha kusema kwamba Adamu ni ana upendeleo au Hawa ana upendeleo. Wote tuko sawa, majukumu yetu yametutofautisha. Jina la Bwana libarikiwe. Alafu utaona vile vile mwanamke naye alipewa maumbile yake yanayomwezesha kufanya majukumu yake. Mfano, kubeba mimba na kuzaa na kulea watoto na familia nzima na kufanya kazi zake za mikono na kuilea hiyo familia. Tasoma hiyo 3:16. Mwanzo hiyo 3:16 akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu, utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Bwana apewe sifa sana. Kwa hiyo Mungu alipogawanya majukumu, kila mmoja alipewa jukumu lake. Na hapa anasema mume wako atakutawala. Mwanzoni tuliona amesema kwamba mkatawale. Akawaumba akasema mkatawale. Ina maana wote walikuwa ni watawala. Lakini hapa tunaona sasa Mungu anaweka mfumo wa utawala katika familia. Na mara nyingi hiki kitu ndicho kinachovuruga familia nyingi. Kila mmoja anataka kuona ya kwamba yeye ni mtawala. Hapana. Mungu aliweka mfumo wa utawala mzuri katika familia. Mwanamume awe kichwa, awe kiongozi. Na hata katika uumbaji kule tulikosoma, ukisoma Mwanzo yote, mwanamume alitangulia kutambulishwa ili kupewa majukumu katika mazingira yote. Mungu akamweka Adamu, akamletea wanyama, akawapa majina yote. Wakati huo Hawa hajadhihirishwa bado. Kwa hiyo Adamu akayajua mazingira kabla ya Hawa. Huo ni uongozi ambao Mungu aliuweka ili kuwepo na utaratibu mzuri. Kama kiongozi aongoze kwa utaratibu mzuri, si kwamba ni upendeleo, na wote tusingekuwa viongozi. Kwa hiyo kujitambua,
Ukijitambua kabla hujaenda kwenye ndoa, ya kwamba wewe ni nani, utasimama wapi, kwenye jukumu gani, haitakuletea shida wakati wa ndoa yako utakapoingia kwenye ndoa. Na hata wewe uliyeko kwenye ndoa, ukijitambua kwamba mimi ninatakiwa kutembea katika majukumu yangu haya na mipaka yangu ni hii, haitakusumbua. Sasa hivi ndoa nyingi zinasumbua, ni kwa sababu watu wameingia kuto kujitambua, yaani hawaelewi, wameingilia majukumu ambayo sio ya kwao. Mwanamume anataka mwanamke afanye majukumu yake ambayo Mungu hakumpa ayafanye, na mwanamke anataka aingie kwenye majukumu ya mwanamume ambayo Mungu hakumpa ayafanye. Sasa kumekuwa na masigano hapa, ni kuto kujitambua kwenye neno la Mungu. Ninataka kuongea na watu ambao wanamcha Mungu, wanamjua Mungu. Na wewe ambaye humchi Mungu, hujaokoka, ninakuomba usikilize kwa makini. Itakusaidia kwamba hata kama wewe hujamjua Mungu, lakini umeumbwa na Mungu, unatakiwa ufuate utaratibu wa Mungu ili tuende kwa amani na utulivu katika maisha yetu. Haleluya! Maisha ya sasa hivi yanakuwa na misongo mingi kwa sababu watu wameacha kumwangalia Mungu, wanaangalia akili zao. Mpaka wanawake wamejidhania kwamba wao ni sehemu, ni daraja la pili. Mwanamume ndiye anayetakiwa kufanya kila kitu. Cha ajabu ni kwamba watu wako kwenye ndoa lakini hawajui kwamba majukumu yao ni nini. Mtu aliingia kwenye ndoa hata kama ni yuko kanisani, na ndoa za kanisani zimeyumba sasa hivi kiasi kwamba zingine wanaachana. Ni kwa sababu kila mmoja ameshindwa kusimamia kwenye majukumu yake, na imeingiliwa mpaka uzinzi na uasherati makanisani na kwenye ndoa. Hii inafikirisha sana, ni kitu gani kimeingia? Wakati mwingine ni kuto kujitambua. Mwanamke akijitambua atasimama kwenye majukumu yake, na mwanamume akijitambua kwamba nilipewa jukumu hili. Mwanamume kuwa kichwa ni kuwa kiongozi mzuri. Bwana apewe sifa. Kuwa kichwa ni kuwa kichwa cha mke wako uliyemuoa tu, sio kichwa cha kila mwanamke. Hata ambaye hujamuoa wewe unataka uwe mwanamke kichwa chake. Maana hii ndio maana ya kuleta uzinzi. Wewe umepewa kichwa kimoja tu, kuwa kichwa chake, kuwa mtawala wake, kuwa mmiliki wake. Wewe unamiliki wanawake wangapi? Unakuwa vichwa hivi havigawanyiki. Kichwa ni kimoja. Uwezi ukawa kichwa cha Hawa ukaja ukawa kichwa cha Rebeka, ukaja ukawa kichwa cha Neema. Amna. Ndio maana umeleta shida kanisani. Wanaume wamekuwa ni watu wa kuhaha na wanawake wengi, kiasi kwamba anafikiri mke wake wa ndoa yule hamfai, ana matatizo, ana shida. Yaani wanaleta visingizio vingi. Ni kuto kujitambua wewe ni nani, na unatakiwa kusimama wapi, na unatakiwa kufanya nini. Ulimpenda mwenyewe, ukamchumbia mwenyewe, ukamuoa mwenyewe. Kubaliana na madhaifu hayo. Hata wewe madhaifu yako anakubaliana nayo ukijitambua. Kama uliingia, mara nyingi ninaona watu wanaingia kwenye ndoa kwa sababu ya tamaa, si kwa sababu ya majukumu, kwamba amejichanganua, amejitambua. Kama mwanzo nilivyokuwa nimetangulia kusema, amejipambanua kwamba sasa imefika mahali niwe na familia. Ameingia tu kwa tamaa. Vijana wengi wanakuwa wanaingia kwa sababu ya kuona uzuri wa wasichana,
anakimbilia kuoa, lakini ni kuto kujitambua kwamba wewe unapooa unaenda kufanya majukumu gani. Unaingia kwenye majukumu ya kulea familia, iwe familia nzuri yenye kumcha Mungu, uilee mpaka uirudishe kwa Mungu aliyekupa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tafakari sana we mwanamume, usiwe vichwa vingi, huna kichwa cha kugawanyisha huyu. Tukitafakari kama kanisa kwa wote kwa pamoja, mwanamke kwa mwanamume, ndoa zetu zitapata amani sana, hazitaweza kuvunjika. Kujitambua ni muhimu sana. Vile vile mwanamke kadhalika. Mwanamke ukijitambua, hautajiweka kwenye daraja la pili, kwamba wengine huwa wanadhani kwamba wao ni daraja la pili. Wanawake wengi wanadhani kwamba wao ni daraja la pili, yani hawajionei fahari kujiitwa mwanamke. Wanajidharau. Sio wanawake wote wanaojiamini na kujipenda na kuona fahari kuwa yeye ni mwanamke, sio wote. Wengi wamekuwa ni watu wanaojiona kama ni viumbe dhaifu, havifai, na naye ni daraja la pili. Kama ninavyosema, shetani amepofusha fikra zao. Hapo ndipo tatizo linapoanzia. Hapa ndipo tatizo linapoanzia. Shetani wameruhusu shetani kupofusha fikra zao, wasijione kama wao waliumbwa na Mungu kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Wanaanza kujiona ni daraja la pili. Matokeo yake wanajirahisi sana. Mabinti zetu wanakuwa chuoni, lakini asilimia kubwa unakuta hamalizi chuo, hamalizi shule kwa sababu ya jambo hili. Anajirahisisha, anakuwa ni mtu wa kuhudumia wanaume wengi. Na wewe umeumbwa kupewa kichwa kimoja tu. Wewe sio mtu wa vichwa, kubeba vichwa 8 au vichwa 6. Hauna shingo la kubebea hivyo vichwa. Wewe ni msaidizi. Huwezi kuwa msaidizi mwenye kubeba watu wengi, kusaidia watu wengi. Utasaidia wangapi? Umepewa kusaidia mume wako na familia yako. Jitambue. Mungu alipompeleka Hawa alimwambia nitamfanyia msaidizi. Si vema mtu huyu akae peke yake, nitamfanyia msaidizi. Akamtengeneza, akamuumba Hawa, akamdhihirisha kwa Adam. Na Adam akamwambia, huu ni mfupa katika mifupa yangu, ni nyama katika nyama yangu, ataitwa mwanamke. Sasa unapokwenda kwenye ndoa, unapewa mume wako. Huyo ndiye nyama yako, mfupa wako, ndiye huyo kichwa chako. Hauna vichwa vingi. Huyo ndiye mtawala wako, huyo ndiye mmiliki wako. Biblia inasema na tamaa yako itakuwa juu yake. Bwana apewe sifa sana. Hautakuwa tena na tamaa. Ukienda kuwa na wanaume wengi, unakuwa na tamaa na huyu na huyu na huyu na huyu na huyu. Mwisho wa siku utakuwa mtu, yani ni garasa, sio mwanamke tena. Na hata kama utakuja kuwa na kupata mwanamume wa kukuoa, hautatulia naye. Utaona anakuzingua tu. Huyu ananizingua, ananijua mimi. Wengi wanasemaga hivyo. Nimeona wengi wakisema mimi, unanijua mimi, ulinikuta sijui vitu gani. Yani anatamba kana kwamba yeye yuko sahihi, wakati amemkosea Mungu. Na unamkosea hata huyo mume mwenyewe. Na mwanamume vile vile unakuta anamsimanga mwanamke, mke wake wa kumuoa wa ndoa, lakini anamsimanga kana kwamba yule mwanamke hakustahili kuolewa na yeye, kwa sababu ameenda nje, ana watu wengi ambao amewafanya kuwa wake zake, yani ni wamiliki wake. Sasa unakuta ndoa imebaki ni masigano ndani. Ni kuto kujitambua. Sehemu zote mbili lazima tujitambue. Mwanamke, mwanamume,
Jitambue kabla hujaiendea ndoa. Jitambue, jipambanue, jitambulishe we mwenyewe, jithamini we mwenyewe. Ujue kwamba ninapoenda kuingia kwenye ndoa, ninaenda kwenye majukumu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukijitambua utajielewa vizuri sana, na hata kama ukiingia kwenye ndoa utailea hiyo familia vizuri sana. Na mwanamke ana uwezo na akili nyingi, mpaka Mungu akampa cheo cha kumfanya kuwa msaidizi wa mwanamume. Na hakuna mtu anayeenda kuwa msaidizi wa mtu bila kuwa na akili njema. Lazima ufikie upeo wa kuwa msaidizi. Msaidizi anaweza akamsaidia kwenye mambo mengi magumu, mahali ambapo yule amekwama, msaidizi amkwamue kutoka hapo. Anawaza anafika mwisho, msaidizi anamkwamua kutoka kwenye uzito huo. Anatenda kazi, amefikia mahali amekwama, msaidizi anamsaidia kutoka hapo. Bwana apewe sifa. Kumsaidia mwanamume sio kwamba ni kukosa wewe kuwa msaidizi, sio kwamba ni kukosa thamani, hapana. Kujiona kuwa duni, hapana. Kujiona kwamba wewe daraja la pili, hapana. Wewe ni wa thamani. Lazima uwe na nia hiyo ya kwamba mimi ni wa thamani, ndio maana Mungu akanipa wewe nikusaidie. Jina la Bwana libarikiwe. Mwanamume pia kuwa na kichwa. Usiwe kwamba ni wewe ni mtawala, sasa ni mnyanyasaji, hapana. Mume mwenye hekima ni mtu mwingi anahurumia mke wake, anamhurumia na familia yake pia. Bwana apewe sifa. Kila mwanamke anatakiwa ajitambue, ajivunie kuwa mwanamke, na ataishi maisha yenye kumpendeza Mungu na kumcha Mungu. Na mwanamke akiwa anaishi na kumpendeza Mungu, ana jicho au macho ya rohoni ya kuona mbali katika mafanikio na katika hatari pia inayokuja katika familia yake au katika maisha yake yeye mwenyewe. Bwana apewe sifa. Ukimcha Mungu, Mungu alipokuweka kuwa mwanamke amekupa hisia, na mwanamke anakuwa na hisia za kutoka rohoni. Anajua hatari kutoka rohoni, anajua hiki kitu hakiko sawa, hiki kitu hakiko sawa. Anajitambua mapema, anajipambanua mapema. Bwana apewe sifa. Ukisoma katika Methali 31 kuanzia mstari wa 10 mpaka 30, utaona Biblia inasema mwanamke mwema ni nani awezaye kumuona? Kima chake chapita kima cha marijani. Huyu mwanamke anafanya kazi ya mikono kwa mikono yake. Taa haizimiki. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo sio kwamba ukienda kwenye ndoa utaenda kubweteka tu usubiri mwanamume afanye kazi kila kitu akuletee. Hapana, unafanya na wewe kazi ya mikono kwa mikono yako. Mungu ametupa hiyo kazi ya kufanya. Tuna akili timamu, tumsaidie maisha na maisha yanakuwa rahisi. Mimi naweza nikatoa mfano wa wazazi wangu. Napendaga kuwatolea mfano kwa sababu ni mfano mzuri sana. Nimekuwa nikiwaona hivyo, walikuwa ni wacha Mungu, walikuwa wanaabudu Romani. Baba na mama, baba alikuwa ni mkulima na mfanya biashara, na mama alikuwa ni mkulima, ni mama wa nyumbani. Lakini
baba alikuwa akipeleka biashara. Wakati sasa nimekuwa na ufahamu, naona anapeleka biashara zake, akirudi ana mahitaji yote ya nyumbani. Mama analima mashamba, akishafika mahali pa kuuza anamwambia baba, ninahitaji kuuza. Alikuwa anamuita jina jina la mtoto. Baba fulani alikuwa anamuita baba Boke, nataka niuze lile shamba kule, yale mazao yanatakiwa kuuzwa. Baba anaenda kuuza, wanauza wote. Wakishauza anamwambia mama, hizi hela wewe ndio utaweka, alafu tutaenda kununua ng'ombe. Anaweka, wakija kwenda wanaenda kununua ng'ombe wote, hakuna kufichana. Yani baba akienda kule mjini, akirudi na hela, wanakaa wote. Hela niliyopata ndio hii, nimenunua vifaa hivi hapa, iliyobaki hii hapa, weka. Kwa hiyo mama ndio akawa benki ya baba. Wakishaenda wananunua vitu wanaleta. Lakini kitu kingine ambacho nilikuwa nimejifunza kwa wale watu, hautasikia baba anasema changu, wala mama hautasikia changu. Utasemea vitu, utasikia ni vyote wote. Ng'ombe zimeenda wapi? Nani ameenda kuchunga? Kama ni mama anasimamia, kama ni baba anasimamia. Baba akitoa maagizo, akiondoka, utasikia mama anasema, baba yenu amesema hivi na hivi, bado mko hapa? Yani hauwezi ukashtakia kwa mama akakuchapa ukaenda kushtakia kwa baba akakukubalia, wala baba akakuchapa ukaenda kwa mama akakukubalia. Familia ilikuwa akatulea kwenye umoja na adabu nzuri sana. Kwa hiyo mtu akijitambua, pande zote mbili, kijana na binti, ukijitambua utalea familia yako nzuri sana. Na Mungu awabariki. Leo tuishie hapo. Tutakuja kukutana siku nyingine ambayo tutaenda kuongelea jinsi ya kumshukuru Mungu, jinsi ya kutembea na Mungu katika mambo mengi. Tutaona wasichana, wanawake waliojitambua, wakina Malkia Esther waliojitambua wakaikomboa familia. Mwanamke, utakomboa familia yako pale utakapojitambua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen.